Lord is good all the time. You can do better. The Lord is good All the time. and all the times. God is good, and that is his nature. Thank you. I am truly blessed with the services that have gone ahead of us. Nimebarikiwa na huduma ambazo tayari zimetangulia. The music has been beautiful. Nyimbo zimekuwa za kupendeza. You have sung with beauty. Mumeimba kwa njia ya You ajabu. have sung with power. Mumeimba mkiwa na You nguvu. have sung with pathos. Mumeimba mkiwa na You furaha. have lifted our spirit. Mumeweza kuinua mioyo yetu. May the Lord bless you. Na Mungu apate kuwabariki. I am privileged to speak to you today. Ni fursa ya kipekee kunena pamoja nanyi leo. I'm not new to this place. Mimi si mgeni hapa. 30 years ago, Miaka 30 iliyopita, this is the church we attended. hili ndilo kanisa ambalo tulihudhuria. And nothing much has changed. Na hakuna mambo mengi ambayo yamebadilika, Except for the fact that you have completed the church. ila tu ni kwamba mmeweza kukamilisha jengo la kanisa. And it's already depreciating. Na sasa hivi tena zinaendelea kuzeeka. You have also made this structure permanent. Basi mmeweza kutengeza hiki kitu kimeweza kuwa cha milele. The brains behind the architecture Bongo ambazo ziliweza kuratibu mambo is haya still the same. bado ndio hizo. The choir used to sit here. Kwaya ilikuwa inaketi pale. The elders used to sit there. Wazee walikuwa wanatulia pale. The only difference with that place, Na tofauti iliyo na mahali pale, only men occupied it. ni wanaume tu waliokuwa There wanaketi was pale. no single woman there. Hamna mwanamke aliyeruhusiwa kuketi pale. And it was a dais that was raised a little Na bit. palikuwa mahali ambapo pameinuka kidogo. There you can see women sit Na there. siku ya leo unaona kina mama wameketi pale. It was meant for the Sanhedrins Basi alone. ilikuwa ni ya wale ambao ni watakatifu peke yao. You wouldn't dare go there Na aimlessly. ungethubutu kuketi pale. But today I see people just pass, walk. Na leo ninaona wakipita pita pale na May kukaa. the Lord bless you. Na Mungu apate kuwabariki. So I'm not new. Kwa hivyo mimi si mgeni. This was my church. Hili lilikuwa kanisa When langu we were young. wakati tulipokuwa watoto. And I'm happy to be back. Na nimefurahi kurejea hapa. Allow me say a few things. Hebu mniruhusu ninene mambo machache. It has been a week-long of family life presentation. Basi imekuwa ni juma la ibada ya familia na tumekuwa na mafunzo. I think I like the translator. Why don't you translate that? Yes. The speaker has been Sister Mauti. Mnenaji amekuwa dada Lucy Mauti. My sister, God bless you as a fellow servant. Mungu akubariki kama mtumishi pamoja. Thank you for holding on for us. Asante kwa kushikilia kwa niaba yetu. I also have Sister Manoti that I'm yet to meet. Namjua dada Manoti ambaye tayari hatujakutana pamoja naye. We have just spoken on phone. Tumenena katika simu. But I have not seen her. Look at her. Na nimemwona ndiye yule I pale. must shake your hand. Nitakusalimu kwa You mkono. do not need to ask your people whether have been taken care of well. Uruhusu watu kwamba nimetunzwa vyema. From this pulpit, I have been comfortable. Basi kutoka hapa nimeweza kuwa shwari. May the Lord bless you. Na Mungu apate kukubariki. Since I arrived yesterday, tangia nilipofika hapa siku ya jana, you have blessed me with 2 sisters. Mumenibariki na dada wawili. I have Emma the chauffeur. Mimi niko na Emma ambaye alikuwa ananihubiria katika kuniendesha. That ensures I am where I'm supposed to be. Ambaye alihakikisha kwamba miko mahali ambapo nastahili kuwa. And there is Emma the midwife, just in case the babies come out. Kuna Emma ambaye anategea mtoto atoke saa zote zile. So we are in safe hands. Kwa hivyo tuko katika mikono shwari. We have a vehicle. Tuko na gari. We have an experienced midwife. Tuko na yule ambaye amehitimu katika ukunga. So I'm not sick. Kwa hivyo mimi si mgonjwa. I'm only expectant. Mimi tunataraji. So don't give me this look of basi msiniangalie kana kwamba I am very fine. Mimi ni muheri wa afya. And everything is in control. Na mambo yote ya shwari. God bless you so much. Mungu apate kuwabariki kwa utele. Thank you for my other speaker. Asante kwa mnenaji mwingine aliye hapa. The Lord continue to use you. Na Mungu aendelee kukutumikia. The message for this hour, ujumbe katika saa hili, I have titled it, basi mada ndio hii. The buck stops with the man. Basi mambo yanakamilika kwa mtu. The buck stops with the man. Mambo yanakamilika kwa mtu. Mwanaume. Mwanaume. Si mtu, mwanaume. Ndio.
the buck stops with the man. Mambo yakamilika kwa mwanaume. Yesterday we laid a foundation in Basi the jana evening. tuliweza kuweka msingi wakati wa jioni. And if you have listened to yesterday's presentations, we don't need to repeat it. Basi kama mlisikiza mafunzo ya jana haitabidi turejelee. But I will use it again to lay the foundation for today. Lakini leo tena tutatumia katika msingi wa siku We ya were leo. trying to establish the purpose of marriage and family. Tunaendelea kuzingatia kusudi la ndoa na familia. And I gathered a little bit of reasons why people get married from the congregation. Niliweza kusanya sababu mbalimbali kutoka kwa umati sababu ya watu Some kupata people ndoa. say they went because they loved. Wengine walisema walienda manake walipenda. Some said they just found themselves there. Wengine walijipata tu wakiwa Some pale. said when I became of age I felt I should have my house. Wengine wakasema nilipotimu umri nilikapata kwamba lazima niwe na Some nyumba said yangu. I became old and I didn't see the reason to stay with my parents Wengine anymore. wakasema nilizeeka na sikuona sababu ya kuishi na wazazi But as wangu. we looked at the Bible, Lakini tulipokuwa tukitazama there is a Biblia, bigger purpose that God intended for marriage and family. kuna sababu kuu ambayo Mungu alikusudi kwa familia pamoja na ndoa. Malachi, Israel is in trouble with God. Basi Israeli mashakani pamoja na Mungu. And they're trying to question why their situation is deteriorating. Na wanauliza mbona hali yao inazidi kudhoofika. So when you go to chapter 2 of Malachi, Basi unapoingia katika sura ya pili kitabu ni starting from Malachi verse 13, na unaanza na fungu la 13. and this is the second thing you do. Basi hili ndilo jambo la pili utakalolifanya. You cover the altar of the Lord with tears, Mkaifunikiza madhabahu yake Mungu na machozi, with weeping and crying, kwa kulia na kwa kuugua. so he does not regard the offering anymore, Hata asiangalie tena hiyo dhabihu, nor receive it with goodwill from your hands. wala kuitakabali mikononi mwake kwa kuridhia. The Lord is saying, Bwana Mungu anena hivi, I cannot hear your prayer. mimi sitasikiza maombi I yenu. cannot pay attention to your tears. Mimi sitakuwa makini kwa ajili ya machozi And yenu. he has given the first reason why. Basi ametoa sababu ya kwanza mbona. But now he's giving a second reason. Na sasa hivi anatoa sababu ambayo ni ya pili. And he goes on to say, Na anaendelea verse akinena. 40, Basi fungu ni la you say, 14. for what reason? Mnasema lakini mbona? For what reason, God, don't you hear our prayer? Mbona Mungu hausikii maombi yetu? Because the Lord has been witness Maana Mungu ameweza kuwa shahidi between you and the wife of your youth, kati ya wewe na mke wa ujana wako, with whom you have dealt treacherously. uliyemtenda mambo ya hiana, Yet she is your companion angawa yeye ni mwenzako and your wife by covenant. na mke wako kwa agano So the lako. Lord is saying, Kwa hivyo Mungu ananena I hivi, cannot hear you anymore. mimi sitawasikiza nyinyi I tena. cannot pay attention to your weeping. Mimi sitakuwa I makini kwa cannot vilio regard vyenu. your offering, Mimi sitakubali because I matoleo have been yenu. witness. Maana mimi nimekuwa shahidi. No one is reporting to me. Hamna mtu ambaye I anasema have kwangu. seen it myself. Mimi nimeona binafsi. How you have violated the vow between you and the wife of your youth. Na mno mnajisi agano kati yako The na Lord mke is wako. not talking about any other wife. Mungu haneni kuhusu The mke Lord yote is yule. talking about the wife of your youth. Mungu ananena kuhusu mke wa You ujana have wako. violated the vow you made to Umeweza her. kunajisi agano uliyopatana naye. So I cannot listen to you. Kwa hivyo mimi sitawasikiza tena. She is your companion, Yeye ni mwenzako by whom you have a covenant with. ambaye umekuwa na mapatano pamoja I naye. love it that there is trouble in Israel. Nafurahi maana kana mashaka pale And the Lord is Israeli. not addressing the woman. Na Mungu haneni na He's mwanamke. saying, yes, I know the woman could be having a problem. Najua mwanamke huenda ikawa ana The tatizo. woman might have done a mistake. Huenda mwanamke alifanya But makosa. I'm addressing the man. Lakini mimi nanena na mwanaume. I'm saying the responsibility lies with the man. Mimi nasema kwamba majukumu yako Buck kwa stops mwanaume. with the man. Mambo yote yanakamilika kwa You have mwanaume. no one to blame. Hauna mtu wa kupatia We lawama. are blaming squarely the man. Wewe na mlaumu tu mwanaume. Am I going too fast? Basi mimi naenda kwa haraka. Am I stepping on your toes? Jamani, ninasema jambo. I am cognizant of the dynamics that are in families. Mimi naelewa tofauti zilizomo hapa. I know today families are not what they were meant to be. Na najua siku ya leo familia haziko namna ambavyo zilikusudiwa kuwa. So I'm not here to condemn anyone. Kwa hivyo mimi siko hapa kwa ajili ya kuhukumu yeyote. I'm here to speak for God Mimi niko hapa kunena kwa Mungu, and speak of God, kunena kumhusu Mungu, so that it produces in us godly sorrow, ili tuweze kuwa na tabia ya kiungu ndani yetu.
that leads us to repentance. ambayo itatufanya tupate toba. So I'm not targeting anyone. Kwa hivyo mimi simlengi yeyote. Just laying things the way they ought to be. Ninasema mambo namna ambavyo yanastahili kuwa. And then it continues. Basi anaendelea kinena hivi. But did he not make them one? Lakini si yeye aliyewafanya kuwa kitu kimoja, having a remnant of the spirit, ili wawe na vazi la roho. And why one? Na mbona mmoja? Why did God institute marriage? Mbona Mungu akaanzilisha ndoa? Why did he bring Adam and Eve together? Mbona aliwaunganisha Adam Why pamoja did na he Hawa? bring man and woman together? Mbona alimleta mke pamoja na He's mwanaume asking, pamoja? why one? Anauliza, sababu ya kwanza ndio He hii. seeks a godly offspring. Anatafuta uzao ambao ni wa kiungu. Therefore take heed to your spirit. Kwa hivyo hebu kuwa makini katika roho. And let none deal treacherously with the wife of his youth. Na mtu asimtende maovu mke wa The ujana Lord wake. is saying, Basi Mungu ananena hivi, I'm interested in an offspring that is godly. mimi nafurahia kizazi ambacho ni cha I'm Mungu. interested in a production of humanity that fears the Lord. Mimi nafurahia binadamu ambao I'm watamcha interested Mungu. in people that have a regard for God. Mimi nafurahia watu ambao watamdhamini Mungu. Therefore be careful as a man Kwa hivyo hebu kuwa makini kama that mwanaume, you do not deal treacherously with your wife. ya kwamba usimtende maovu And mke not wake. just any wife, Sio mke yeyote but the yule, wife of your youth. lakini mke wa ujana Because yako. both of you Maana nyinyi wote have wawili one covenant spiritual basi mko na agano moja that ambalo is ni la kiroho, recognized in heaven. ambalo linatambulika And pale the juu Lord mbinguni. is saying, Na Mungu ananena hivi, I depend on you. mimi nakutegemea I'm wewe. banking on you Mimi nimeweka hazina kwako to wewe, raise a godly offspring. uweze kukuza kizao ambacho kinamcha Mungu. Why is God interested in a humanity that is godly? Basi mbona Mungu anafurahia na uzao wa binadamu ambao wanamcha We yeye? saw yesterday Tuliona siku ya jana there are vacancies that were left in heaven pana nafasi ambazo zilisalia pale after the mbinguni fall of Lucifer. baada ya kuanguka kwake Ibilisi. And that loss is mourned by heaven today. Na hata leo mbingu yalia kwa sababu ya hiyo hasara. And out of that loss, Na kutokana na hiyo hasara, God purposed with his son Mungu alikusudi kwa mwana that wake they are going to create humanity ya kwamba wataumba binadamu to take up the vacancies that were left in waweze heaven. kuchukua nafasi So from zilizosalia pale day mbinguni. one, from the first day, Kwa hivyo tangia from siku the ya beginning kwanza, of the beginnings, kuanzia mwanzo wa we were mwanzo, created for occupancy in heaven. tuliumbwa kwa ajili ya kujaza This nafasi is pale not our mbinguni. home. Hapa sio makao This yetu. is our multiplication Hapa space. tu ni pahali pa kuongezeka Because maradufu. we must go, Maana ni lazima tuende, multiply, tuongezeke, fill the earth tujaze with ulimwengu, godly people watu ambao wanamjua that Mungu, are fit to occupy heaven. ambao wanastahili kujaza mbingu. I think we are changing our closing song, Elder Enoch. Basi mchungaji The choir will sing for us again. kwaya wataimba tena. Igorono mochiomu ya Ndio. ama kweli tayo. Tariwa. Amen. I've tried, is it? Yes. I'll keep trying. Ndio. We were meant for heaven. Tulistahili kwa ajili ya mbingu. So we don't get married for any other purpose. Kwa hivyo sisi hatuolewi kwa We kusudi don't lolote raise lile. families for any other purpose. Hatukuzi familia kwa sababu yoyote ile. The purpose for which we get into this institution is God expects we will raise godly people for occupancy in heaven. Sababu ya kuingia katika hii nyanja ni Mungu anakusudi tuweze kukuza watu ambao wanamcha ili waweze kujaza nafasi mbinguni. And at the center of all this, Na kwa mambo yote kwa haya, at the center of a godly family, kiini cha familia yake Mungu is the man. ni mwanamume. That is the person God is addressing. Huyu ndiye ambaye Mungu At ananena the naye. center of a godly family Kiini cha familia is the father. ni baba, It is the priest of the home. ndiye kuhani nyumbani. It is the husband. Basi yeye ndiye mshikanishi nyumbani. Because you are not just a husband, Wewe tu siye mume, but you band together the lakini house. wewe unashikanisha pamoja So the pale Lord nyumbani. is saying, Kwa hivyo Mungu ananena I have hivi, no trouble with the wife. mimi sina tatizo I have na no mke. trouble with the woman. Sina tatizo I have na no mwanamke. trouble with the wife. Mimi sina tatizo I na am mke. speaking to the man. Na nena pamoja na I'm mwanaume. speaking to the husband. Na nena na I'm mume. speaking to the father. Na nena na baba. It is time we stop blaming women for failures in marriages and Ni families. wakati wa kukataa When a young girl gets lawama. pregnant, Binti we anapopachikwa don't mimba, blame the man. sisi hatumlaumishi We blame mwanaume. the girl. Lawama ni
kwa binti? Why have you been running around? Mbona umezembea hapa na Why have pale? you been opening your legs to everyone? Mbona ukakubali kila No one is mwanaume? interested in finding who the man is. Hamna mtu anatafuta When a mwanaume. marriage hits rock bottom, Basi wakati ndoa they inavunjika, say the woman didn't know how to take care of the husband. wanasema mwanamke hakujua kumtunza Friends, mwanaume. this blame did not begin today with Kwa hivyo us. rafiki, lawama haikuanza When na the sisi. first family went down, Familia ya kwanza God ilipoanguka, was asking, Mungu aliuliza, Adam, things have gone bad. mambo yameharibika. Adam, where are you? Adamu uko Adam wapi? says, this woman you gave me. Adamu akasema huyu mwanamke So we are not ulinipa. the first ones to blame women. Kwa hivyo sio wa kwanza It kulaumu began by kina our mama. first father. Ilianza na baba wa You are the kwanza, one that gave me this woman. ya kwamba wewe ulinipa But God huyu is mwanamke. saying, Lakini Mungu ananena hivi, you're the one responsible. jukumu ni lako, It's not the woman. siye mwanamke. The buck stops with the man. Mambo yote yakamilika kwa mwanaume. And in a short while, I'll tell you why it stops with the Na man. hivi karibuni nitawaambia mbona yakamilika kwa You have mwanaume. implanted in women Basi tumeweka katika bongo za wanawake the fact that they should rule over you. ya kwamba waweze kuwa tamalaki, And they are trying their best. na wanajaribu kabisa. Because when it fails, you blame them. Kwa hivyo inapoanguka unawapatia Because we lawama. fear to be blamed. Maana sisi tuna hofu ya You lawama. have even gone overboard. Hata tumeenda hatua Take up your space. tuweze kuchukua nafasi You have zenu. now become the woman. Sasa nyinyi ndio wanawake, Wono tari intue torugete ni numarugete. sio sisi wenye kupika, ni nyinyi. It's interesting. When a man is the one, in Dholuo we said odikatedo. Kwa katika Kijaluo tunaposema, Matoke, I don't even know if you know what I have said. yes, You know. no, Ineke gusi we say matoke ochire kuruga. mwanamume ameenda kupika. No, you matoke. Matoke, yes. Nipatie hiyo jina ingine. Edna. Ameenda kuolewa. Ndio, ameenda kuolewa. Na siku hizi ni wanaume wanaenda kuolewa. Ndio. Na wanaolewa kwa boma yao. Ephesians chapter 5. Waefeso sura ni ya 5. The buck stops with the man. Mambo yote yakamilika kwa mwanaume. We just have to put things in perspective. Lazima tuweze kuwa na mtazamo wa mambo haya yote. So move with me to Ephesians chapter 5. Basi mtasonga pamoja nami hadi Waefeso sura ni ya 5. Paul is speaking to the church at Ephesus. Basi Paulo ananena na kanisa lililo pale Efeso. And he completes his discussion asking the church to submit one to another. Basi anamaliza mazungumzo akaambia kanisa liweze kutii wao kwa wao. The context is the church. Basi mada ambayo anazungumzia hapa ni kanisa. But when it comes to verse 22 going down, basi tunapofika fungu la 22 tukiteremka, the context changes from the church basi mambo yanabadilika kutoka kwa kanisa to the first church, basi hadi kanisa la kwanza, which is the family. ambalo ni familia. And now he says, basi ananena hivi, wives, submit to your own husband as to the Lord. enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. And continues to say, Na anaendelea akinena, for the husband is the head of the wife, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, also as Christ is the head of the church, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, and is the savior of the body. naye ni mwokozi wa mwili. So Paul is asking wives Kwa hivyo Paulo anasihi wanawake that there is a leadership in place, ya kwamba pana kiongozi that there needs to be respected. ambaye yastahili heshima. There is a leadership in place Pana kiongozi that must be recognized. ambaye lazima atambulike. So it is your duty as a wife Kwa hivyo ni jukumu lako kama to mwanamke submit to your own husband. upate kumtii mume wako. Now get me to your own husband. We are dealing with domestic affairs, not the public affairs. Basi tunanena mambo ya nyumbani, sio mambo ya I have wazi. no business submitting to another man out Mimi there sina shughuli ya kumtii mwanaume mwingine because pale you're nje, not my husband. maana wewe si mume wangu. But I am indebted to my husband Lakini mimi nina jukumu kwa mume to wangu, submit to him. nipate kumtii So when yeye. we differ with you as a man out there, Ili tunapokosana na you wewe mwanamke have pale no nje, right to ask me, hauwezi kuniuliza mimi is that kama how you talk to your husband? hivyo ndivyo vile unaongea na You mume can't be wako. so sure I don't talk to him like that. Wewe una hakika mimi But I sineni na can mume talk wangu to you hivyo. like that Lakini mimi nitaongea na wewe because hivyo. you're not my husband. Maana wewe
si mke mume This wangu. applies in domestic affairs. Basi haya ni mambo ya And we are nyumbani. saying, women, Na tunasema kina mama, submit to your own husbands. watii You waume have wenu. no business wifing other people's husbands. Hauna shughuli la kuwa mke wa Why do wengine. we find it easy to submit to men in church? Mbona uwe haraka kwa tii And wanaume we wengine cannot kanisani submit to men in our na houses. haumtii mume pale nyumbani? I'm here to experience your lunch here. Mimi bado sijaweza kuwa na chamcha pamoja nanyi leo. I'm already hungry, by the way. Tayari mimi ninahisi njaa. I want to have an experience of how lunch is here in this Ningependa kujua namna ambavyo chamcha yenyu inaandaliwa. so that I see how women know how to serve elders and pastors. Nione vile wanawake wanashughulika na wazee wa kanisa na wachungaji. No, they start like this. Our Father in heaven, Wanaanza, Baba yetu aliye juu we mbinguni, thank you for this Sabbath. tunakushukuru kwa ajili ya Sabato. We ask that you bless this food Tunaomba upate kubariki hiki chakula in Jesus' name. katika jina lake With Yesu. all humility. Kwa unyenyekevu. And then they say, Na wanasema hivi, wageni wetu, abageni baito, we have amanyabwali, tuko na viazi vitamu, chichapati, tuko na chapati, obokima boboli, tuko na ugali wa wimbi, inkinaenda amatoke. tuko na No, we are ndizi. still dealing with carbohydrates. Umetoa chinsaga wapi? And then they say, tuko na maragwe, We have beans, tuko na dengu, ndengu, tuko na chinsaga, mboga ya kienyeji, tuko na linagu. managu, And of course in Kisi, amaruranu cannot miss. maziwa mala yapo pale, Juice nero, pana juice pale tamu, avocado, parachichi iko pale, passion, pako na tunda zambarao, cocktail iko, pale kinywaji kile cha kuvuta tu kidogo. amurisingi ngokoa. Mzee wa kanisa nitakupa nini? Ayo murisi no kinki otageti. Mzee wa kanisa Enoch nikupe nini? Bwana wangu bwana. Utaongea tu kwa haraka. Na etoganyete. Obokima boboli. Ugali wa wimbi. Haikuliwi hivyo. Linagu. Na managu. Alafu anaenda anapanguza sahani na savie. Ndio. Umaite sahani yeneo murisi. Unajua hii ni sahani ya mzee wa kanisa. Alafu anaweka ugali na mboga. Yes. Analeta anasema omulisi ndio hii. Elder karibu. Karibu sana. Asanti. Then elder eats. And she stands at a corner here. Na anasimama pale pembeni. Waiting upon the elder. Anamsubiria mzee wa kanisa. Elder, kwa nini mbona haukuli? Mzee wa kanisa mbona huli? Ni kuongeze nini? Ndio. Nimetosheka. Yes. Nikupe matunda gani? Nganga cocktail. Nipatie hiyo. But the same woman cannot do that to the husband. Lakini mwanamke amfanyii hivyo mume wake nyumbani. If pastor ever asks for water at the pulpit, mchungaji akiomba maji pale kwenye and there madhabahu was no water, na hapakuwa na maji, women will run to the nearest shop. Wanawake watakimbia dukani karibu. Mkundi kani ataka ta maji huko. Unajua mchungaji anataka maji ya kunywa. Kimbia upate kununua pale nje. Water comes. Na maji yanakuja. The same woman, the husband comes home. Huyu mwanamke mmoja He nyumbani. doesn't even appear like the man has come. Hata ionekani mwanaume And he mwingine. ever makes a mistake Na afanye makosa. and ask for drinking water. Na apate kuuliza maji ya kunywa. Sokoro nchwango. Anasema babu kuja babu. Entra isema che. Letea babako maji. We are submitting to our own husbands. Tunawatii wanaume ambao sio wetu. To the point you cannot respect your husband. Na hata sasa haupati kumpatia mume wako Don't heshima. even bother to come here to serve us food. Hata usijali kuja hapa In kutupa fact, all chakula. elders must serve themselves. Hebu wanaume wapate If you want to kujipatia be chakula. served, let your wife serve you. Kama unahitaji chakula mke wako akupe And chakula. if you must serve an elder in church, Na ni kama ni lazima upate you kushughulika na mzee wa kanisa pale must kanisani. ensure your husband gets better service than the elder. Hakikisha kwamba mume wako amepata bora zaidi. Hivyo ndio tunatoroka na bibi za watu. Ndio. Si watu wametoroka na bibi za watu hapa. So the reason for submission Kwa hivyo sababu ya kutii is because the man is the head. maana mwanaume ndiye kichwa. The man is the leader. Mwanaume ndiye kiongozi. The man is the foundation. Mwanaume ndiye msingi. And family is only as strong
as the man is. basi familia itakuwa thabiti sawa na mwanaume. Ellen White says this. Mama White anena hivi, Society is composed of families. jamii limejumuisha familia. And it is what the heads of families make it to be. Na ndicho kichwa cha familia chafanya So iwe. if we see a rotten society, Kwa hivyo tunapoona jamii iliyooza, you don't blame women. basi hatutalaumu kina You mama. blame the heads of families. Tutalaumu kichwa za The familia. buck stops with the man, I repeat. Yakamilika kwa And mwanaume. today you must arise and take up your rightful Na siku ya position. leo muinuke mchukue There is nafasi no way yenu. a woman will lead in a home as if she is the man. Hamna sababu ya mwanamke kuongeza And kama ni I'm mwanaume. talking to my women. Mimi naongea na kina mama There is no wenzangu. day you will be better than your husband. Hamna siku utakuwa bora No zaidi day you kumshinda will be mume the head wako. of the family. Hamna siku utakuwa Even kichwa. when you earn how much, Hata upate even if fedha you're educated how far, hata usome. it does not matter. The Haijalishi. point is you must submit to your Ni husband. wazi ya kwamba lazima utii If mume you wako. think you're more brilliant than your husband, Kama unafikiri wewe ni mwerevu then I zaidi, think you made a mistake to accept him to kwa hivyo marry ni you. makosa uliitikia Your kumuoa. husband cannot be foolish today. Mwanamume wako hawezi kuwa mpumbavu You leo. must be more foolish than him. Lazima uwe mpumbavu zaidi. Because how does a foolish man convince you into marriage? Mbona mtu mpumbavu akuruhusu uingie katika ndoa You akushawishi? will never take up that space. Hauwezi kuchukua hiyo And nafasi. go home today understanding that. Hebu nenda leo nyumbani ukielewa. You cannot talk to a man the way you want. Hauwezi kuongea na mwanaume vile unataka. Even if you're the one paying bills. Hata kama ni wewe mwenye kulipa Even kodi. if you're the one doing what. Hata kama unafanya nini. Nebe nae kwagachite nyombe yo. Na hata kama ni wewe mwenye You kujenga can't nyumba. talk to your husband the way you talk to your brother. Hauwezi kunena na mwanaume wako Eki sawa na ayo ndugu yako. mochie. Maana I've seen my sister Karen here that has spoken. nimeona dadangu Karen ambaye Your ameongea. husband has left now. Kama mume wako ameondoka. When we come to your husband's home, Tunapokuja katika makao ya mume wako. atusemi ng'ango genda torevo Karen. Yeah. Tusemi tunaelekea What is kwa your makao ya husband's Karen. name, mama? Ndio. Tunasema bunya mwea tochi. Ndio. Tunaelekea kwa Nyamoya. But Nyamoya since slept. Lakini Nyamoya amelala. Even upon death. Na hata akifa You can never take out that space. hauwezi kamwe kuchukua hiyo nafasi. Never. La. So enda nyumbani leo, Ndio. anza kupractice. Anza kupractice. Genesis 2. Mwanzo sura ni ya 2. Genesis 2 is the fall of man. Basi hapa ni kuanguka kwa binadamu. I think I'll be carrying you everywhere I go. I should put you in my bag. Genesis chapter 2. Mwanzo sura ni ya 2. The serpent has come, Nyoka amekuja, has convinced the woman, amemshawishi mwanamke and the woman has fallen. na mwanamke ameanguka. It's interesting when you read Spirit of Prophecy. Ni jambo la kufurahisha unaposoma roho ya unabii. Ellen White says this in the book Truth About Angels. Dada White anasema ukweli kuhusu malaika katika hicho kitabu. Look for it in chapter 5. Basi utatafuta katika Truth sura ya About 5. Angels says Ukweli kuhusu malaika. That the woman had been warned never to depart from her husband. Mwanamke alikuwa amepatiwa onyo asiondoke kwa mume wake. We will look at that deeply tomorrow. Kesho tutaangalia kwa kina. But because she felt that there was need to get into a higher sphere, na kwa sababu alihisi ya kwamba palikuwa na hitaji la kuinuliwa kidogo than where the Lord had originally placed her, kuondoka mahala ambapo Mungu pale awali alikuwa amemweka, she moved away from her husband. aliweza kusonga mbali na mume wake. They had been warned that they were safer together, Walikuwa wamepatiwa onyo ya kwamba walikuwa heri wakiwa pamoja, and they were in greater danger when they were apart. na walikuwa hatarini
ikiwa watatengana. But she decided to leave. Lakini aliamua kuondoka. Just like we live today. Namna ambavyo tunaondoka wakati wa leo. Because we think there's something better outside ya kwamba tunahisi kuna mambo bora zaidi pale nje. So the woman met the devil. Kwa hivyo mwanamke akakutana na ibilisi. She ate of the fruit. Na akapata kula lile tunda. And there was a problem. Na basi pakawa na shida. Takes the fruit. Akachukua tunda. Goes and convinces the husband. Na akaenda kumshawishi mume wake. And Adam eats of the fruit. Na Adamu akalila lile tunda. Let me tell you something. Hebu nipate kuambia jambo. When Eve ate of the forbidden fruit, Hawa alipokula lile tunda alilokatazwa, heavens was shaken. Basi bingu ilitingisika. Heavens not shaken, shocked. Basi bingu ilistaajabu. Let me repeat it. When she partook of the forbidden fruit, hawa alipokula lile tunda alilokatazwa, heavens was shocked. Basi mbingu ikastaajabu, but it was never shaken. Lakini haikutingisika. But when she took the same fruit, lakini alipochukua lile tunda and gave it to her husband, na akampatia mume wake, heavens was not only shocked, basi mbingu halikustajabu tu, but it was equally shaken. Lakini vile lilitingisika. Not to say that the woman is not important, ya kwamba si mwanamke si wa muhimu. Ellen White says this. Mama White anena hivi, Adam was not to eat the fruit. Ilikuwa Adamu asile lile tunda. He should have understood, angepata kuelewa, that the same God that gave him Eve, huyu Mungu aliyempatia Hawa, would have supplied him another woman. Basi angempatia mwanamke mwingine. But why is heavens shaken? Lakini mbona mbingu yatingisika when the man eats of the fruit? Ambapo mwanaume yuala lile tunda. Because the foundations of marriage have been shaken. Msingi wa ndoa ulikuwa umetingisika. It is the only plan God has. Ndio mpango ambao Mungu alikuwa pamoja nao. There is no backup plan that God has. Hamna mpango mwingine wa nyuma of repopulating heaven, ili waweze kujaza mbingu. And so when the man has been touched by sin, kwa hivyo mwanaume ameguswa na dhambi, entire heavens is shaken. Basi mbingu kwa ujumla ikatingisika. And the Lord had to come down. Basi Mungu ilibidi ashuke chini. The devil has tampered with the foundation. Basi ibilisi ameharibu misingi. Msingi. Ameharibu msingi. Mwanaume ni msingi. Ndio. And until you recognize the place of the boy child in society, ili muweze kupata kutambua jukumu la kijana pale kwenye jamii, behave like you matter. Basi mtaendelea kukua na tabia ili mpate kuelewa. Yes, you do matter. Ili muweze kupata kujua. I want to tell you, we are not equal. Basi hebu niwaambie, sisi tu hatuko sawa. We are only equal. Sisi tu tuko sawa to the point that we are all sinners in need of saving grace. Ya kwamba sote ni wenye dhambi, tunahitaji neema sawa. But when it comes to domestic affairs, lakini inapokuja katika mambo ya equal. Sisi si sawa. The man forever remains the head of the house. Daima mwanaume ndiye kichwa pale nyumbani. Until you understand that bit, hadi mpate kuelewa hayo, you will never know the joy and happiness that comes in marriage. Hauwezi kujua furaha na raha iliyo katika ndoa. So the foundation, the man has been touched. Kwa hivyo msingi ambao ni mwanaume umeguswa. And the heavens has to come down. Na lazima mbingu ipate kushuka. And when the Lord comes walking in the garden, na Mungu anapokuja akitembea kwenye shamba, I cannot know his voice. Mimi sijui sauti yake. He calls on Adam. Lakini anamuita Adamu. Where are you? Uko wapi? It's not that God didn't know where Adam was. Kama Mungu hakujua Adamu yu wapi. God is asking. Mungu anauliza hivi. My one plan that I have. Ambayo ni mpango wangu mmoja. I don't have another backup plan. Sina mpango mwingine. To repopulate heaven. Ili nipate kujaza mbingu. Is destroyed now. Basi tayari imesambaratika. Adam, when things are going haywire, basi mambo yanaposambaratika, where are you? Uko wapi Adamu? Adam, your wife has eaten the fruit. Adamu, mke wako amekula tunda. Where are you? Uko wapi Adamu? Adam, things are going wrong. Basi Adamu, mambo yanaenda mbaya. Where are you? Uko wapi Adamu? The buck stops with the man. Basi mambo yote yakamilika kwa mwanaume. And the man begins to blame the woman. Basi mwanaume akaanza kupatia mwanamke lawama. And God is not interested in that blame. Na Mungu haijalishi na hiyo lawama. God is saying the responsibility lies with you. Basi Mungu anasema jukumu ni lako wewe. So your wife can advise you. Kwa hivyo mke wako anaweza kukupa ushauri. But you make a decision and you're responsible for that decision. Na ni wewe kufanya uamuzi na utasiwajibikia uamuzi. Stand and say, ena korete ile kiagero mongina na rantebeti. Hauwezi kusema nilifanya hivi manake mwanamke aliniambia. Yani kwa beiro mongina. Ni yeye mwanamke ama ni wewe? Ama umekuwa mwanamke? Ni mwanamke aliniambia.
Sasa nani mwanamke hapa kwa hii nyumba? When a marriage goes down, listen to me carefully. Ndoa inaposambaratika, the blame is not the woman. Basi hatutampatia mwanamke lawama. Even if she is a witch. Hata kama yeye ni mchawi. It does not matter the kind of wife you have. Haijalishi ulioa mke yupi. When your marriage goes down, basi ndoa inapovunjika, the responsibility stops with the man. Kwa hiyo ni lake mwanaume. Umenisikia Enoka? Wazee wa kanisa, mmesikia? Abangina mwaigure? Akina mama mmesikia? Si eti ndoa ya mvulana wako ikiharibika, unasema alipata msichana kutoka nje duniani huko nje. You can never blame a woman for a marriage that has gone down. Kamwe hawezi kulaumu mwanamke kwa ndoa that has gone down. Kwa familia ambayo imesambaratika. The buck stops with the man. Lawama yote ni kwa mwanaume. If a company goes under, basi kampuni inapoanguka, you do not blame the janitor, do you? Hauwezi kumlaumu yule mwa kusafisha. You don't blame the tea girl. Hauwezi kumlaumu yule ambaye anatengeza chai. You blame the CEO. Basi unalaumu mkurugenzi. You are the one who makes decisions here. Wewe ndiye kufanya maamuzi hapa. Things have gone down. Mambo yameharibika. You made the wrong decision. Uliweza kutoa you sat with a board. Basi uliketi pamoja na watu. But when people now want to find who took it down, basi watu wanapouliza nani aliharibu mambo, the board. Sio bwana. Looking for the CEO. Wanamtafuta mkurugenzi. If your marriage goes under, I repeat, basi kama ndoa yako itavunjika, ninarejelea, the Lord blames the man. Basi Bwana analaumu mwanaume. Upon you rests the responsibility. Kwako wewe ni majukumu ni yako. And it is time we understood it like that. Basi imefika wakati tupate kuelewa hivyo. And our men should rise up. Na ni lazima wanaume wapate kuinuka. And take up their rightful positions. Waweze kuchukua nafasi zao vile vile. Hakika tumechoka. Watu musacha una mwanaume naye kwabo musacha. Na wewe tena ni mume. Mtoto mai tibuna bana baba kuende skuru. Hujui watoto wanaendaje shule. Naye wakana chi school fee. Ni wewe mwenye kulipa karo. Na bakungwa konyago ochesi. Yeye tu anakimbisha wanawake. Yani mwanamke afundishe watoto, ajenge nyumba, aende shamba, na mwanaume yuko. The Lord is saying no. Bwana anakataa. Na wewe pia umekubali. Bana nachunga watoto. Bibi ameenda kazi. Wewe umeka. Bibi ndiye anacharoka kwa kitanda kila asubuhi. Anacharoka juu yako akienda kazini. Ayora ile. You think it's easy to be a man? Unafikiria ni rahisi kuwa mwanaume? It's not easy to be a man. Sio rahisi kuwa mwanaume. Haki tumechoka. Twarosire. Tunaishi kama widows. Yes, wajane. In fact, tofauti yetu na watu wako single hakuna. Married but single. Umeolewa lakini upweke. Hata sasa hii wako wangapi? Si uliona hii kwaya wako sijui wanne. Yes. Hii kwaya. Wako wapi? I want to tell you why the men are not functional anymore. Hebu niwaambie mbona wanaume hawatendi namna ambavyo inawapasa tena. And until we correct these things, ili tuweze kurekebisha haya mambo, we are headed nowhere. Hatuendi popote. Understand the man as the foundation. Hebu elewa mwanaume ndiye msingi. And appreciate it. Na uweze kuitikia. As you are building this church, mlipokuwa mkijenga hili kanisa, if NCA came here, basi wale ambao wamesimamia ujenzi wangekuja hapa and found that the pillars are strong, wapate kwamba minara ni thibiti. Or let me say, they found the foundation was strong, wapate msingi ni thibiti, but the pillars and the walls are weak, lakini minara imelegea. NCA will say pull down the walls and the pillars. Wajenzi wangesema hebu angamiza minara pamoja na msingi, and redo another wall, na muweze kujenga upya. But when they come here, lakini wanapofika hapa and find strong walls and strong pillars, wapate misingi ni thibiti pamoja na kuta ni thibiti, but the foundation is weak, lakini msingi
sio thibiti. They will ask you to bring down the whole structure. Basi watasema mpate kubomoa jengo nzima. It does not matter how strong your wife is. Haijalishi mke wako ni thabiti kiasi kipi. It does not matter how your children are strong. Haijalishi watoto wako ni wakakamavu kiasi kipi. Provided the foundation is weak. Bora tu msingi ni legevu. We are headed nowhere. Hatuendi popote. We must rebuild the foundation. Lazima tupate kujenga msingi upya. Listen to me carefully. Hebu munisikize kwa makini. This which we call the foundation, basi ambao tunaita msingi, for many years has been the object of attack by the devil. Katika miaka mingi imeshambuliwa na ibilisi. The devil understood. Basi ibilisi alielewa, if I must destroy God's plan, ili nipate kusambaratisha mipango yake Mungu, and he is destroying this plan, na anaharibu hii mipango, because you're the one taking up his place in heaven. Maana nyinyi ndio mnachukua nafasi yake pale mbinguni. So if he must destroy this plan, ili aweze kusambaratisha mipango, he only needs to weaken the foundation. Anahitaji tu kulegeza misingi. Once he weakens the foundation, anapolegeza misingi, the whole unit will come down. Basi jengo zima litaporomoka. So since the beginning of beginnings, kwa hivyo tangia mwanzo wa mwanzo, it has been the purpose of the devil to weaken the foundation. Imekuwa ni kusudi la ibilisi kulegeza misingi. And so the man has been constantly the object of attack. Kwa hivyo mwanaume ameshambuliwa mara kwa mara. And his mode of working has always been the same today. Na kazi yake imekuwa sawa na jana. He uses agents to get to the man. Anatumia mawakala kumfikia mwanaume. He used a woman to get to the man. Alitumia mwanamke kumfikia mwanaume. Today he still uses women to get to the man. Bado anatumia wanawake kumfikia mwanaume. You have a husband, uko na mwanamume, but the devil will always bring along other women. Lakini ibilisi ataleta wanawake wengine tena. And that includes polygamy. Na vile vile inakuwa na ndoa nyingi. You know, our fathers, when they had many women out there, unajua baba zetu walipokuwa na wake wengi pale nje, they sanitized that adulterous lifestyle. Waliweza kutakasa hayo mambo ya unajisi. And they said accept them as other wives in the home. Wakasema wakubali kama wanawake wengine pale nyumbani. Ellen White speaks of polygamy as a sin. Mama White anasema kuoa wanawake zaidi ya moja ni dhambi. And she says to the sin of Cain, which was murder. Anasema sawa na dhambi ya Kaini ambayo ilikuwa kuua. Lamech the fifth in descent added the sin of polygamy. Lamech ambaye alikuwa uzao wa 5 aliongeza dhambi ya kuoa zaidi ya mke mmoja. And we have also understood polygamy today does not work. Na sasa hivi siku ya leo tumeelewa hakuna ndoa ambayo inafaulu ya mke mmoja. So nowadays we keep mistresses out there. Kwa hivyo tunakuwa na wake wengine pale nje. And a man claims to be serving the law. Na mwanaume anasema kwamba anamtumikia Bwana. But still has women out there. Lakini bado kuna wanawake pale nje. Christ is the woman. Kristo ndiye mke. Cast. Alaumia huyo mwanamke. Apatiwe laana huyo mwanamke. Kept by a married man. Ambaye anahifadhiwa na mwanaume mwenye ndoa. You cannot be a Christian. Hauwezi kuwa Mkristo and be a side chick. Na uweze kuwa mpango wa kando. It does not work. Haiwezekani. Hata wewe hiyo kitu unaona kama inaingia. Wewe angalia tu mzuri. Hiyo kitu inaingia. And today our men just can't sit down mali moja. Na siku ya leo wanaume wetu hawatulii. You meet this woman, my husband has many women. Unakutana na huyu mwanamke anakwambia mume wangu ana wanawake wengi. Meet this woman, I have discovered his phone has many messages from women. Nimegundua kwenye harafa kwenye simu ni nyingi kutoka kwa wanawake. Even when you catch him in bed, in your own bed with another woman, kuta kwa kitanda chako mwenyewe, they will not accept it was him. Hawatakubali ni wao walikuwa pale. Pale kitandani. Atakwambia wewe unaona kichwa yako inaruka wewe. Yes, wewe kichwa yako inaruka. Uliniona mimi. He has ensured. Amehakikisha our men are drunkards. Wanaume wetu wamekuwa katika mambo ya ulevi. Because where there are women there is drinking. Maana penye wanawake pana kukunywa. Wacha nikuambie kitu baba. Bibi yako ni bibi yako. Manake ulipompata hata yeye alikuwa na uzuri, si ndio? Unafikiri tulikuwa hivi kabla hatujaolewa? Na unadhani tulikuwa hivi? Ukiangalia huyu mama amekaa hapa mauti, unadhani alikuwa hivi? Angalia msichana wake yule amekaa pale. Ukitoa wasichana 5 6 kama hao, unadhani unabaki kuwa msichana? Ndio leo ifike useme eti
Mke wako amepoteza sura sasa. Let me tell you, before we were married, we were the girls in town. Hebu niwaambie, kabla ya ndoa basi nasi tulikuwa vilivyo. A woman is like a car. Basi mwanamke ni sawa na gari. The more the years go, namna ambavyo miaka inasonga, the more she depreciates. ndivyo vile anazidi kudhoofika. So what is left of a married woman? Basi kinachosalia kwa mwanamke aliyeolewa Is maintenance. basi ni kumtunza tu. The way you maintain your car Namna ambavyo unatunza gari lako, is the way you maintain your wife. ndivyo utakavyomtunza mke wako. Paul says cherish her Paulo anasema pata kumuhifadhi and nourish her. na upate kumlisha. To cherish means to be affectionate to her. Basi uweze kusonga karibu pamoja naye katika upendo. To nourish means to replace that which she has lost. Basi uweze kuongezea vile ambavyo tayari amepoteza. We lose so many things Tunapoteza vitu vingi that make us look ugly. ambavyo vinafanya sura yetu ionekane kuwa bora We tena. carry many children. Tunabeba watoto kwa wingi. I've already downloaded 5. Tayari mimi nimemwaga 5. I am carrying 3. I'm carrying 3 at the moment. Saizi nimebeba 3. Those are 8. Nimebeba sasa niko na 8. You think I can still be the same? Unataraji nitabaki tu vile? We keep depreciating. Tunazidi tu kudhoofika. We share the same blood. Tuko na damu ile ile. We share the same calcium. Tuko na ile madini When yale my yale. calcium goes down, Lakini madini yangu ya calcium Mokoro yanashuka. must ensure that it is replaced. Lakini ni lazima uhakikishe You give birth to children, you lose blood. unazaa watoto unapoteza damu. Kando na ile umegawia mtoto. Ndio. You are always every month losing blood. Kila mwezi pia unapoteza damu. And your husband does not even care. Na hata mume wako hajali. Still wants maximum service. Bado anataka tu huduma ile ile. Using a vehicle whose tires ambayo are gari finished. ambayo gurudumu zimekwisha. Hata huyo umepata leo. Atapitia tu ile sisi tulifanya nini? Tulipitia. Atapitia. Si unatafuta matiti mzuri. Ya mke wako imeanguka. Hata sisi kabla tujaolewa tulikuwa na mandazi. Watoto wamenyonya imekuwa chapati. Hata huyo umepata leo itakuwa tu hivyo. Iko chapati sababu watoto 5 wamefanya nini? Wameanguka. Wamenyonya. Pia wewe unanyonya. The spirit of drunkenness Basi roho ya ulevi that has overtaken our men ambayo imechukua waume wetu, and has rendered them useless, ambayo imefanya wamekuwa ovyo, and a woman is left to shoulder the burden na mwanamke anaachiwa mizigo yote because the husband drinks. maana mwanaume ni mlevi. Someone takes a loan of 2 million, Mtu anapata mkopo wa milioni 2 drains all of it in 2 weeks, na yote anamaliza katika majuma mawili with women and alcohol. na wanawake na pombe. Wealth has become another problem. Basi mali imekuwa shida. Our men are chasing wealth. Waume wetu wanakimbiza The mali, love for money wanapenda pesa, has made our men disappear from our homes, imefanya wanaume waponyoke pale nyumbani, become corrupt, wameweza kuweka katika mambo ya lost ufisadi, completely. wamepotea milele, And that continues today. na mambo hayo yanaendelea leo. So the man, the foundation, Basi mwanaume msingi constantly is being attacked by the devil. mara kwa mara anashambuliwa na ibilisi. Another reason, Basi sababu nyingine, the failure of the foundation to walk with God. ili msingi umekosa kutembea na Mungu. The foundation has no regard for God. Basi msingi haumtambui Mungu. Job says this, Ayubu anena hivi, the fear of the Lord, kumcha Mungu, that is wisdom. hiyo ndiyo hekima. Proverbs says this, Mithali asema the hivi, fear of the Lord kumcha Mungu is the beginning of wisdom. ndio mwanzo wa hekima. So we have men leading families Kwa hivyo tuna wanaume ambao wanaongoza who do familia not fear the Lord, ambao hawamchi Mungu. and so they have no wisdom. Kwa hivyo wao hawana hekima. Families run without wisdom. Familia zinaendelezwa pasipo hekima. Families run with the wisdom of this world. Familia zinaendelezwa na hekima ya Paul is Biblia. saying, wives,
wives submit to your husband as to the law. Paulo anasema watini waume sawa na Mungu. It is not absolute submission. Sio tu kutii kamwe kabisa. We only submit to the Lord absolutely. Tunamtii Mungu yeye peke yake kabisa. But you only submit to your husband to the point that his demands are in harmony with the will of God. Tunamtii mwanamume kama matakwa yake When ni sawa na mapenzi ya is Mungu. not in harmony with the Lord, Anachohitaji kama sio sawa na we Torati, don't submit. sisi hatutatii. So how does your family operate? Basi familia yako inashughulika With the wisdom of this world. na hekima ya ulimwengu. So it becomes a problem Basi inakuwa ni tatizo when the wife is a God-fearing woman wakati ambapo mwanamke anamcha and the Mungu husband does not fear God. na mwanaume hamchi It means Mungu. when Kumcha she Mungu has wisdom, yeye ni mwenye hekima. she's more wise than the Ni husband. mwenye hekima zaidi ya So we have mwanaume. a wise woman Kwa hivyo tuna mwanamke mwenye hekima living with a foolish man. ambaye anaishi na mwanaume And mpumbavu. then you begin to interpret it. Basi unaanza kutafakari Ati hivi. mke wake amemkalia. Ndio. Hajamukalia. Ni vile mko wake ako na hekima na mume hana. Sio hekima ya shule. Hii sio hekima ya PhD. Hii ni hekima ya wapi? Hekima ya wapi? Mbinguni. I don't even need to ask how many men are here married. Hata sitaji kuuliza ya kwamba wanaume ni wangapi hapa It's a wameolewa. miserable handful. Pengine ni wachache. The whole church is packed with women and children. Basi kanisa limejaa kina mama na So how watoto. do we expect society to thrive on families that are run with men that lack wisdom? Tunataraji aje jamii And iweze they lack the kunawiri wisdom because they have no regard for God. na wanaume wasio na hekima, maana wao hawamtambui Mungu. Friends, this wisdom is not from a PhD. Rafiki, hekima hii It's haitoki not kwa a masomo. wisdom based on the wealth you have. Haijalishi una mali kiasi This is a kipi. wisdom that comes by the simple fact that you walk with the Lord. Hii inakuja tu ni wazi ya kwamba wewe watembea na Mungu. And because your wife has chosen to walk with the Lord, Maana mke wako amechagua kutembea na Mungu. she's wiser than you. Anakuwa mwenye hekima zaidi yako. That is why today, Ndiposa siku ya you leo look at families. unatazama familia. The woman appears to be the head of the family. Mwanamke anaonekana kuwa kichwa kwa familia. Because she's wise. Maana yeye ni mwenye hekima. Her wisdom is drawn from God. Hekima anaitoa kwake Mungu. It is time our men walked with the Lord. Basi ni heri wanaume mpate kutembea na We need Mungu. more men in church. Tunahitaji wanaume kwa wingi We need kanisani. more of you in church. Tunawahitaji kwa wingi So that we kanisani. can have a wife. But my opinion is this. Lakini mwelekeo wangu ndio huu. That has been a deliberate attempt by the devil Basi hili ni jukumu ambalo ibilisi mwenyewe to ameichukua. attack the foundation. Ili aweze kushambulia msingi. So the woman is a strong bee. Kwa hivyo mwanamke amekuwa The man knows nothing. na mwanamke hajui kitu. Today we compete for positions. Siku ya leo tunang'ang'ania The mamlaka. first priority is given to the woman. Wa kwanza ni mwanamke mwenye So we kutambuliwa. have a family of a man and wife. Basi tuko na familia ya mwanamke pamoja na All are mwanaume. saying we are jobless. Wengine wanasema wote hawana kazi. Then we pray for all of them. Na tunawaombea wote wawili. And the woman goes to the interview. Na mwanamke anaenda kwenye mahojiano. And she's given the position. Na anapatiwa By hiyo the kazi. simple fact she's a woman. Ni wazi kwa sababu yeye ni mwanamke. The husband goes to an interview. Na mwanaume anaenda kwenye No one mahojiano. considers him because he's a man. Hamna mtu ambaye anamtambua manake yeye ni The mwanaume. position is given to a woman. Kazi, cheo kinapatiwa mwanamke. The priority is for the woman. Jukumu la kwanza ni kwa mwanamke. So they come back home in the evening. Basi wanarudi hapa ndani The nyumbani. woman says, let's thank the Lord, I have a job. Mwanamke anasema hebu tumshukuru Mungu nina kazi. The man comes back home. Na mwanaume anarudi nyumbani. His ego is bruised. Basi yeye amepata kukufa He moyo. earns nothing. Hapati matoleo yoyote. And the woman is already earning $500,000. Na mwanamke tayari anapata milioni So it is the woman that pulls shots in the house. Basi ni mwanamke mwenye kusema mambo pale nyumbani. You think that marriage survives? Basi hiyo ndoa itaishi. I tell you, this woman has no Christ. Basi kama huyu mwanamke hana Kristo, Even children will know the mother has more money than the father. hata watoto watajua mama ana pesa zaidi ya baba. And the children are very innocent. Na watoto hawajui ya wanalawama. When the father tries Baba anapojaribu and comes home na anakuja nyumbani with a loaf of bread, na mkate 50 shillings, na shilingi 50, just so that his children see that he's doing something. ili watoto waone baba anafanya jambo. The children are excited. Watoto wamefurahi. Daddy has brought bread home. Baba ameleta mkate nyumbani. A few hours later, Masaa machache the baadaye woman drives into the house. anaendesha gari kuja nyumbani.
2 big loaves. Na mikate miwili ni kubwa. Family bread. Mikate ambayo ni ya familia. And the children are overexcited. Na watoto wanafurahi zaidi. And they say, Daddy alileta mkate. Wanasema baba, yes. Lakini ya mami ni kubwa kushinda ya daddy. Ndio. And you think that man is sitting there. Na unafikiri mwanaume ameketi You pale. think he is smiling. Unafikiri anatabasamu. There's nothing wrong with women empowerment. Hamna shida ya kuweza kupatia wanawake To the himizo. point we neglect our children, Lakini our men. pale ambapo tunapuuza wanaume Then wetu, we destabilize the foundation. basi tunafanya msingi unalegea. Because what this has happened to us, Basi haya what yote this has done to us, kile ambacho kimetutendekea sisi is that the world is now talking of equality. ya kwamba ulimwengu unaongea kuhusu The usawa. world is talking of equality even in the home. Hata namna ambavyo inaongea usawa pale nyumbani. We are saying there is no equality in the home. Tunasema hamna usawa pale nyumbani. Equality can apply outside there. Basi usawa utakuwa pale But we nje. cannot bring equality in the home. Lakini hatuwezi kuleta usawa In the nyumbani. home there is a head of the house. Pale nyumbani pana mkuu wa The nyumba. rest are subjects. Wengine wote watakuwa And chini the yake. subjects must submit to the leadership in Na ni place. lazima walio chini And wapate you must kutii kiongozi. respect it. Na ni lazima mpate It doesn't kumheshimu. matter how much you earn. Haijalishi unapokea And pesa I've seen zipi. women pull their daughters from their marriage. Nimeona wanawake wakitoa binti And they kutoka say, kwa my ndoa. daughter, you cannot feed a full-grown man. Wanasema wewe huwezi kulisha mwanaume mzima. You come back home, we will take care of the children. Wewe rudi nyumbani, tutatunza And you watoto. leave someone's son somewhere. Unaacha mwana wa mtu mahali. Let me tell you, your son will also marry next time. Hebu niwaambie pia mwana wako ataolewa. In fact, your son will be worse. Na mwana wako itakuwa mbaya zaidi. Will get a woman who's over-empowered. Atapata mwanamke ambaye anathabiti zaidi. And the same thing will happen to your Na son. yale yatamtendekea For what yeye. you do to someone else's child, Maana kile ambacho unatendea mtoto remember you mwingine, equally have a child. na wewe pia una mtoto. For what you do to your husband, Kile ambacho unamfanyia mume wako, your son will one time be a na husband. pia mwana wako atakuwa So mume. think twice. Hebu fikiri mara nyingine. This world goes round. Basi ulimwengu ni If you mduara. frustrate your husband, Kama unamdhobisha mume your wako, son will get married. na kijana wako ataolewa, Married to a witch. na ataolewa na kichaa. Mchawi kichaa, omorogi. It will be worse. Itakuwa mbaya zaidi. So if that is what equality is doing in our homes, Basi usawa kama waleta mambo hayo nyumbani, then we would rather not talk about equality. basi tusinene kuhusu usawa. It has made our women leave their space that was meant for them. Imefanya wanawake watoke katika nafasi ambazo zilikuwa ni zao. There is a space that God designed for us. Kuna nafasi ambayo Mungu alitenga kwa ajili yetu sisi. And we are doing the same mistake that Eve did. Na tunafanya yale makosa aliyofanya Hawa. Allow me do a short excerpt. Basi hebu niwapatie kwa kifupi. The book is Patriarchs and Prophets. Basi hiki kitabu ni cha Patriarchs and Prophets. Just in a short minute. Basi kwa dakika tu. In a short minute. Kwa dakika. Listen to this excerpt. Hebu msikize hii nukuu. Eve had been perfectly happy by her husband's side. Hawa alikuwa na furaha iliyokamilika alipokuwa kando ya mume wake. In her Eden home. Katika makao yake ya Edeni. But like restless modern Eves, lakini sawa na Hawa wa kisasa wasio na utulivu, she was flattered. Yeye alidanganywa With the hope of entering a higher sphere. Na taraji la kuinuliwa zaidi. Than that which God had assigned kwa her. kile ambacho Mungu alikuwa amemtunuku. And today we feel we have gone to school. Na siku ya leo tunahisi tumeenda shuleni. Today we have been taught that we are equal with the man. Tumefunzwa kwamba sisi ni sawa na wanaume. So we think we can be the man. Na tunafikiri tutakuwa wanaume. We think there are things we can chase out there better than what God designed for us. Tunafikiria kwamba kuna mambo tunakimbiza pale nje We are zaidi ya flattered that we can be better than the husband. Tumedanganyika ya kwamba tutakuwa bora zaidi ya She mwanaume. continues to say this. Anaendelea kunena hivi. In attempting to rise above her original position, ili apate kuinuka zaidi ya nafasi yake ya awali, she fell far below it. aliweza kuanguka chini hata zaidi. That makes me want to cry. Basi
basi inanifanya nitake kulia. In an attempt to think you're equal with your husband, Ya kwamba unafikiri wewe ni sawa na mume wako. you have finances that cushion you, Uko na hela ambazo zinakuhifadhi you wewe. have an education, Wewe umesoma. a world view runs in your mind that you're equal with your husband, Mtazamo wa ulimwengu unaingia katika mawazo yako ya kwamba wewe ni and sawa now na you want mwanaume. to rise above the original position Na God has sasa placed you. unataka uinuke zaidi ya nafasi ambayo Mungu alikupa Spirit of wewe. prophecy says this: Roho ya unabii anena hivi, in that attempt to rise katika ile hali ya kuinuka beyond her space, zaidi ya nafasi yake, she fell below what God had originally intended for her. akaanguka chini hata zaidi ya yale aliyokusudia Mungu. And today we have lost our men. Na siku ya leo tumepoteza We wanaume have wetu. lost our husbands Tumepoteza waume wetu. because we think we are chasing many. Maana tunafikiri tunakimbiza kwa I've wingi. also gone to school. Ya kwamba pia mimi nimesoma. I must go to work. Lazima niende nipate I must kazi. look for money. Lazima nitafute hela. So as my husband works in Kwa Nairobi, hivyo mume wangu anapofanya kazi I am Nairobi, chasing a better job in Marsabit. mimi natafuta kazi bora zaidi pale Eve had Marsabit. been warned. Basi au alipatiwa When onyo, they stay apart, they mnapotengana are in greater danger. panakuwa na tatizo When kubwa. they stay together, Wanaposhikamana then they are safer. basi wako shwari. I have seen families go. So the husband stays in Kwa Kisumu, hivyo mwanaume anaishi the Kisumu, wife stays in Embu. mwanamke yoishi Embu. They say we'll see each other after 1 week, every Wanasema week. tutaonana baada ya juma. And then one day the wife says, Na siku moja mwanamke anasema I hivi, saw some messages in his phone. niliweza kuona jumbe I katika cannot simu. ask him about it. Mimi sitamuuliza jambo. The last time I asked her, Wakati wa mwisho he nilipouliza, became hostile. basi aliweza kuwa mkali. I only asked, who is Sophie? Mimi nilimuuliza tu Sofia ni And he said, nani. which Sophie are you talking about? Akauliza unaongea kuhusu Sofia What mgani? has Sophie done? Sofia amefanya nini? I saw a message in your phone. Basi niliona ujumbe katika simu. Sophie is saying, I miss you so much. Sofia anasema mimi nimekukosa sana. Thank you for the apartment and car you bought Asante me. kwa sababu ya nyumba pamoja na The gari. woman is not supposed to ask. Mwanamke astahili So kuuliza. today Sophie is not Kwa Sophie. hivyo Sofia si Sophie Today tena. Sophie has been saved as Total. Basi Sofia sasa jina Sophie limebadilika. today is saved as Kenol Kobin. Anaitwa Kenol. Basi Ruby's Angel. basi jina limebadilika. So even if the phone rings, Hata simu inapolia, the caller reads a shell. basi unaona ambaye amepiga ni Shell. And you say, huyo sio mwanamke. Ndio. So the woman decides to visit you in Kwa hivyo Marsabit. mwanamke anaamua kutembelea pale Marsabit. And you know love is about surprises. Na unajua upendo tu ni kuambia, usimwambie mtu mapema. I know. Our men feel you must say when you're going to see him. Ninajua wanaume wanasema tuwaambie kabla And it tujawatembelea. is not in good faith. Sio kwa mtazamo It is mzuri. because he knows you will catch him. Maana anajua wewe utampata. So the woman also says in her heart, Basi mwanamke I anasema love katika my moyo, husband. mimi nampenda mume I wangu. want to surprise him. Mimi ningependa niweze Then you kumshtua. travel to Marsabit Basi unaelekea pale Marsabiti and you go to the house. na unaingia pale nyumbani. The first thing you meet at the door Kile cha kwanza unapokutana nacho is mlangoni woman's sandals. basi ni viatu za mama, And half your heart tells you, na moyo wako kwa kidogo unakwambia labda hivi, ni mgeni tu, ndio amekuja kuomba kibiriti. a visitor. Your other heart tells Na you, moyo mwingine unasema hivi, na nikipata ni bibi mwingine. ndio Halafu unabisha, unaingia. ndio. And when you're inside, Na unapoingia ndani you find a woman that is seated, stretched her legs on the table. unapata mwanamke ameketi amenyosha miguu kwenye meza. And when you ask wewe ni nani, Ndio. she's also saying, na wewe ni nani? We are both chasing money. Sote tunatakimbiza hela. We have lost our husbands. Tumepoteza waume, We have lost our children. tumepoteza watoto. In fact, no one is even taking care of the children. Hamna mtu ambaye anatunza watoto. From day one like this. Kutoka siku ya kwanza You give birth, unazaa, you stop breastfeeding, unaacha kunyonyesha, you leave your child unaacha mtoto in the hands of a stranger, katika mikono ya usiyemjua, you come back late in the evening. basi jioni unarudi There is nyumbani. no single day we are training our children. Hakuna siku moja ambayo wewe unaelimisha Our watoto. children are left to the Sabbath school teacher. Watoto wameletewa katika walimu wa shule ya And watoto, in church they are babysat. na pale kanisani wanatulizwa tu, Because
Because a teacher cannot teach 50 children. Maana mwalimu hawezi kufunza watoto 50. They are in cradle roll, all of them. Wote wameweka katika kile And darasa la kwanza. a parent comes and pushes their 2-year-old, ingia hapo, nitakuja kuchukua. Ingia hapo, ninarudi, bye baby, bye. And they go to attend the adult class. Na wanaenda wanajifunza lesoni ya watu wazima. Because your child has not been trained by you. Mtoto wako hajafunzwa na wewe. And carries all your arrogance from your genes. Na beba ukatili wote kutoka chembe zako. So they all meet in the class with one teacher. Na wote wanakutana darasani na mwalimu mmoja. They cannot sit and pay attention. Hata wawezi kutulia wawe makini. Kwamboka is crying on the other side. Kwamboka yualia pale. Kwamboka unalia nini baba? Ndio. Nataka yogurt. Ulikuja nayo mami yako nayo. Anda na mwalimu anangangana kupoesha Kwamboka. Sokoro anaanza huko. Sokoro ni nini? Ninasikia njaa. And the whole time a teacher babysits children. Na kila mara kazi ya mwalimu inakuwa ni kulea watoto. And we think our children are growing up in the Lord. Na unafikiria kwamba watoto wanakuwa katika Bwana. Because mommy is busy chasing money. Maana mama anashughulika na kukimbiza hela. Mommy was told that today she's empowered. Mama aliambiwa kwamba siku hizi amepata himizo. We are empowering you just in case. Anaambiwa tunakuhimiza ili tu. They are called the just in case marriages. Ya kwamba uende ikawa mambo yatatendeka. Unajua wanaume siku hizi wako disappointing. Ndio. Anaweza kukuacha kwa mataa. So we are running marriages on just in case mode. Basi ndoa zetu ziko tu uenda jambo likatendeka. So I must keep my account well just in case. Lazima niwe na hela uende kawa mambo yatakatendeka. I must buy a shamba just in case. Lazima ninunue shamba uende kawa. I tell you, when you are running on just in case mode, basi unaweza kuwa katika hali ya uende kawa prophesying. Basi wewe unatabiri. You are opening yourself up to the devil. Wewe unajifungua kwa ibilisi. And just in case will materialize. Na uende ikawa yatatendeka. And then your friends will tell you you are wise. Sasa ungefanya hizi vitu ungekuwa badly off. Wewe ni mwerevu there is no reverse gear in marriage. Mambo ya kurudi nyuma katika ndoa. Marriage ukiingia umeingia. Ndio. Hakuna kutoka. Mtu anataka kuuliza na akiniua. Najua inakusumbua. Sasa tu nikae hata kama ananipiga. Anakupiga sababu ya mdomo yako. Ukifunga mdomo tu hivi na uweke magoti chini, hawezi akakupiga. Amen. Lakini ukitaka kutumia mdomo, hata beba vitu yako leo ukienda leo lunch, enda beba bag enda kwenu kama wewe ni mtu wa mdomo. Ndoa haiendeshwi na mdomo. Hata mimi nimeenda shule. Nabo nkorageria bana bane. Nitalisha watoto. No soka inki. Hata ukiondoka nini? Musacho moneno kubwate kibande nga inkuira. Mwanaume mkubwa mwenye kipande tafadhali. We were reading an excerpt. Basi tulikuwa tunasoma nukuu. Continues to say. Basi nukuu yaendelea kusema hivi. A similar result. Basi mambo hayo will be reached by all who are unwilling to take up cheerfully their life duties. Yatawakumba wale wote ambao wanakataa kwa furaha kuchukua majukumu yao in accordance with God's plan. Sawa sawa na mapenzi yake Mungu. In their efforts to reach positions for which he has not fitted them. Ili waweze kufikia nyadhifa ambazo yeye hakuwachongea. Many are leaving vacant the place where they might be a blessing. Wengi wanaacha tupu mahala ambapo pangalikuwa mibaraka. Our homes are no longer warm. Basi nyumba zetu hazijajawa na joto tena. Because mommy is never around. Maana mama hayuko tena. Mommy is traveling the world. Mama anatembea ulimwengu mzima. Looking for money. Anatafuta hela. Mommy has taken a child who's in baby class to boarding. Mama amempeleka mtoto wa chekechea pale shule ya bweni. Because daddy is chasing money. Maana baba yatafuta hela. Mommy is chasing money. Mama ni wakimbiza hela. Our children are forever in boarding schools. Watoto kamwe wako katika shule za mabweni. Bana bakare boarding academy. Wako kwenye bweni wanasoma katika shule. Ndio ya sababu ikane boarding. In their desire for a higher sphere. Katika ile hali ya hamu ya kuinuliwa juu, many have sacrificed true womanly dignity. Wengi wao wameweza kuondolea kwa mbali ile nadhifa ya kipekee ya wanawake, and nobility of character, na tabia ambayo ni ya kipekee, and have left undone the very work that heaven appointed them. Na wameacha kazi ambayo mbingu iliwatunukia. I'm saying I have no problem with women empowerment. Mimi sina shida ya kumpatia mwanamke kazi kwa wingi. It makes you feel you should rise above your husband. Lakini ambayo inakufanya uinuke dhidi ya mume wako. When you are shaking the foundations of marriage and family. Kwa hivyo unatingisa misingi ya ndoa.
This thing has made us compete in the house. Basi haya mambo yameweza tuweze kulumbana pale nyumbani. A woman says, hata mimi niko na mshahara. Ndio. Ukitaka kuenda enda. Beba kila kitu unaweza beba, niwache na watoto wangu, enda. Nitalisha watoto, wataenda shule, enda. Tena nakuambia mabia. Huyo ni SDA baptized. Nga yura ikeni nchengo korageti. Ni mimi ambaye nakulisha. And we are forever competing. Na mara kwa mara sisi tu katika malumbano. Everyone wants to be the leader in the Kila house. mmoja anataka awe kiongozi. Miriam had a similar problem. Basi Mariamu alikuwa na tatizo sawa na hilo. Competing for leadership. Anashindana kwa ajili ya uongozi. Miriam and her brother Aaron. Mariamu pamoja na nduguye ambaye ni Aroni. I think it's Numbers 12. Basi ni kitabu cha Hesabu 12. Then Miriam and Aaron spoke against Moses. Basi Mariamu pamoja na Aroni wakanena dhidi yake Musa. Because of the Ethiopian woman whom he had married. Maana ya mke Mkushi aliyejipatia. For he had married an Ethiopian woman. Maana alijiolea mke Mkushi. You see, Moses did not marry from his tribe. Unajua Musa hakuoa kutoka kwa kabila lake. Moses had an intertribal marriage. Basi alikuwa na ndoa za makabila. Moses married an African, a black woman. Basi Musa alijiolea Mwafrika, mwanamke mweusi. To Miriam and Aaron, kwake Miriamu na Aroni, they felt that was a limitation. Walihisi ya kwamba hiyo ilikuwa ni dosari. And they used it to question his leadership. Basi wakatumia hilo jambo kuuliza uongozi wake. This is where I get strength when people say, why did you get married in Kisii? Basi hapa ndipo mimi napata nguvu watu wanaponiuliza mbona uliolewa Kisii? When you go home and villagers are saying, no mukungu oye oliomogere. Unapoenda nyumbani watu wanauliza kwamba kuna mke ambaye ni Mjaluo. Today when I go to church in Kisii in my na home, hata leo ninapoenda kanisani pale Kisii nyumbani, I say nje muka Mokoro. Mimi nasema mimi ndiye mke Mokoro. Oliomogere momaite. Yule Mjaluo ambaye mwamjua. I just want to rub it in your ears that I am Momogere. Ningependa muweze kusikia tena ya kwamba mimi ni Mjaluo. I have roots Omogere. Mimi nina msingi za Ujaluo. Zipora was Omogere. Zipora naye alikuwa Mjaluo. Moses was Omogusi. Na Musa ni Mkisii. And his family had trouble with that marriage. Na familia ilikuwa na tatizo na ndoa hiyo. They felt it's a limitation. Walihisi ni dosari. They felt a real woman must be a Kisii. Walihisi ya kwamba mwanamke thabiti lazima awe Mkisii. Omwana onetako nyuomo Moikoyo. Mtoto wangu hata oleona Mkikuyu. Omwana onetako nyuomo Nandi. Hawezi kuolea Nandi. Nyuomo Mogusi. Lazima apate kuoa Mkisii. Huyu Mjaluo meleta hawezi kuwa hapa. Ndio. Mpaka ulete msichana Mkisii. Let me tell you, tumekaa huko sasa ni miaka 18. Unasikia? Miaka irenga 18. 18 years. Hakuna mahali tunaenda, sisi ndio tuko. Atusongi. Sijui niwache kuhubiri niende kuwa MCA huko. Ndio mjue nabo omogere nabako gamba usitaro. Mwanamke. Tuagambire. Bado tunaendelea kugamba. Sisi ni wakakamavu. So that was a limitation according to his family. Basi familia iliona kwamba hii ni dosari. And they used it to question his leadership. Basi walitumia hili jambo kupinga uongozi wake. So they say this. Basi wakasema hivi. We were in which book, my sister? Hesabu, Numbers 12. Numbers 12. Listen to a very stupid thing they say. Hebu sikiza mambo ya upumbavu walionena. They ask Moses. Walimuuliza Musa. So they said. Basi wakasema, has the Lord indeed spoken only through Moses? Je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Has he not spoken through us also? Hakunena na sisi pia? And the Lord heard it. Bwana akasikia maneno haya. I tell you, the Lord got furious. Basi hebu niwaambie Bwana akajawa ghadhabu. They saw a limitation in Moses. Waliona dosari kake Musa. And used it to question his leadership. Na wakachukua kwa ajili ya kupinga uongozi wake. Your husband could be having a limitation. Ili mwanaume apate kuwa na dosari. Probably he does not fear God. Uende kawa yeye haumchi Mungu. And so he's limited in terms of wisdom. Kwa hivyo yeye katika hekima amepungukiwa. He could be limited in terms of income. Amepungukiwa katika mapato. He could be limited in terms of intellectual capacity. Amepungukiwa katika mambo ya hekima na werevu. He could be limited in so many ways. Uende kama amepungukiwa katika But you cannot use that to question his leadership. Lakini utatumia hayo
kiongozi wake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You cannot begin to compete with your husband. Hauwezi kuanza kulumana na mume wako. Because there is a weakness he has. Yeye ana ulegevu. And the Lord was furious. Na Mungu akajawa na ghadhabu. And called Moses and Aaron to the tabernacle. Musa pamoja na Aaron katika and he hekalu. appeared in a pillar of cloud. Na akaonekania katika hali ya anga. And he said to them, na kanena pamoja nao, when I talk to man, ninaponena na binadamu, I speak to him through dreams and visions. Ninanena katika ndoto na maono. But not so for your brother Moses. Lakini haiwi hivi pamoja na ndugu yenu Musa. Moses is more than a prophet. Musa ni zaidi ya nabii. I speak to Moses face to face. Ninanena na Musa uso kwa uso. He sees my image. Yeye anaona umbo langu. He sees my form. Anaona uso wangu. He could wangu. be limited in terms of his marriage. Wende kawa na dosari But you katika must ndoa. submit to his leadership. Lakini lazima muweze For there kutii is katika no uongozi man wake. meek than Moses in this Maana earth. hamna aliye mnyenyekevu zaidi ya Musa. And he struck Miriam with leprosy. Na basi Miriam aliweza kupata ugonjwa wa Do you ukoma. notice it is Aaron and Miriam that complained? Basi unagundua kwamba ni Aroni na Miriam But when waliolawama. the Lord strikes, Wakati ambapo Mungu he does anapiga, not strike Aaron. hampigi Aroni. He struck the woman. Basi laana ni kwa mwanamke. Basi wenye midomo mikubwa. Aimlessly. Muko na mdomo. Toka hapa leo ukijua the foundation is already weak. Msingi tayari ulegevu. And we cannot rub salt to injury. Na hatuwezi kuongeza machungu zaidi. We need to respect that position. Lazima tuweze kuheshimu hayo mamlaka. And we need decided reforms in this institution. Na tuweze kuwa na mabadiliko halisi katika hiyo nyanja. And so we must purpose as a church. Kwa hivyo ni lazima ni kusudi kama kanisa. To rebuild the foundation. Tuweze kujenga misingi upya. The foundation might not rebuild itself. Huenda msingi hautajijenga mwenyewe. But we can stand in the gap. Lakini sisi tutasimama kwenye mianya. And ask the Lord to intercede. Na tuweze kuomba Mungu aweze kuingilia. And tell the Lord. Na tunene pamoja na Mungu. My husband is an object of attack. Mume wangu amepata kushambuliwa. The devil has brought him strange women. Ibilisi ameleta wanawake wasiotambulika. Pull out the spirit of adultery from my husband. Ondoa roho ya unajisi kutoka kwa mume wangu. My husband is a drunkard. Mume wangu ni mlevi. Lord, pull out the spirit of drunkenness in him. Ondoa roho ya ulevi ndani yake. My husband loves money. Mume wangu yupenda hela. He loves you, God. Zaidi ya kukupenda wewe Mungu. I pray he will have a regard for you. Mimi naomba ya kwamba aweze kukutambua wewe. That is how we stand in the gap. Rafiki, hivyo ndivyo kusimama kwenye mianya. To rebuild the foundation. Ili tupate kujenga misingi upya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hakuna amen hapo? Mwagosoka. Si eti unatupa mkono ati yeye imeharibika, wacha iharibike. Mimi sio mama yake. Asonge nisonge. They say this, I have moved on. Where? Mimi nimeenda mbele. Where have you moved on to? Umeenda wapi? From the time you left your husband, you have moved on. Why are you looking for another? Tangu aache mume uko tu pale. Tell you kupata wanaume ni ngumu. Ndiyo. Ama nani anaona ni rahisi? Wewe unaona ni rahisi? Nani anafikiria wasichana wamejaa hakuna wanaume? 40, 45 wanatafuta pastor nsabeleka tinda nyoromonto. Mchungaji niombe sijapata. Na wewe unacheza na ile uko nayo. Ndio. In fact sahi wako na pesa wanatafuta hata ile wanaweza weka. Yani Mungu nipe tu mosacha hata kama ana kazi ana nini nipatie nitamchunga. Alafu wewe unacheza na yako. Wanaume ni wachache, yani ni vile ujui. Ni wachache. Wengi wako kamiti kodiaga. Chunga ile uko nayo. Watu wanahangaika hapa nje. Na wewe unacheza. Let us talk to God as women. Hebu tunene na Mungu sisi akina mama. My husband does not know you, God. Mume wangu hakujui Mungu. I pray. Ninaomba you will provoke him. Upate kumgusa. You will touch him. Upate kumgusa.
you will turn his way around. basi utabadilisha mambo yake. You will hit him with your light like you hit Paul, Utamgusa na mwanga wako namna so ilivyokuwa that na you can Paulo, redirect his steps, ili uweze kupatia mwelekeo mpya, so that he can walk with you. ili apate kuandamana pamoja na We are wewe. trying to strengthen the foundation, Tunaendelea kufanya misingi iweze kuwa thabiti, because the foundation cannot be replaced. maana msingi hauwezi It kubarikiwa, is irreplaceable. hauwezi kurudishwa tena, hauwezi The only kurudishwa. foundation that is replaceable Msingi tu ambao uweza kurejeshwa upya is the foundation that has died. ni msingi ambao umekufa. When a husband dies, Mwanamume anapokufa, the foundation is gone. basi msingi umeondoka, And when the foundation is gone, na msingi unapoondoka, it is replaced by God himself. basi unaingizwa na Mungu mwenyewe, Because he has said, maana yeye amenena hivi, I am now the husband to all widows. basi mimi ndiye mume wa That wajane is the only wote. foundation replaced by God. Basi huo tu ndio msingi ambao unabadilishwa na The Mungu. existing one is only weak, Ile ambayo iko pale ni legevu, but we can strengthen it. lakini tunaweza ifanya iwe thabiti. In fact, widows have a better foundation than anybody Kwa else. hivyo wajane wana msingi bora Widows zaidi ya have mwingine. God the Father as their foundation. Basi wajane wako na Baba Mungu ambaye ni msingi wao. And I wish all widows understood that concept. Na laiti wajane wote wangeelewa. When you have God for a husband, Unapokuwa na Mungu sawa na mume, your progress and prosperity is mysterious. kunawiri kwako na kujulikana kwako hakutambulikani. Because you have God for the father of your children. Maana Mungu ndiye baba ya watoto wako. And when you trust in him, Na unapopata kumwamini, you're better off than women that have husbands. wewe ni bora zaidi ya wanawake ambao wako na waume. Ndio. You're better off today. Wewe ni bora zaidi leo. You your things you talk to God. Ndio, katika mambo yako nena na Mungu. That is your husband. Wewe na yeye ndiye mume Your wako. children cannot find a father figure. Watoto wako hawatapata baba They katika don't mwili. need a father figure. Hawahitaji baba wenye They mwili. have God the Father. Wako na baba ambaye Praise the Lord, widows. Bwana asifiwe They wajane. have God the Wako Father. na Mungu ambaye ni baba yao. Even you as a husband, Hata nyinyi wenye waume, sit knowing you are a widow in the making. wewe keti tu ukijua kwamba wewe ni mjane kwa kusemwa. You are a widow in waiting. Wewe ni mjane ambaye anasubiri ujane. This man dies so fast. Hawa wanaume wanakufa kwa haraka. Next year I come, Enoch will be gone. Mwaka ujao Enoch atakuwa amekufa. God forbid. Mungu anisamehe. Emma will be alone. Emma atakuwa peke yake. Even now I could go home and I'll be told Mokoro has gone. Nikienda nyumbani niambiwe Mokoro mzee wangu amekufa. They die so fast and there are many Wanaume factors. wanakufa kwa haraka sana. I don't know why. Mimi sielewi. So every woman is a widow in waiting. Kwa hivyo kila mwanamke ni mjane ambaye anasubiri. For as long as you still have your husband, Mradi tu una mume wako, treat him well. hebu muhifadhi vizuri. Na abe kabichi, Hata kama ni kabeji, treat him well. mufanyie mema. Unasema tenda mema, Nenda zako. nenda zako. You can get empowerment Unaweza himizwa zaidi if it adds value to your family. kama itaongeza thamini kwa familia. If you realize it is separating you with your family, Kama unagundua inakutenga na familia, it is making you compete with the head of the house, inafanya mlumbane na kichwa cha familia, then forget about it. basi wewe sahau hayo mambo. An institution has only one leader. Basi hii iko na kiongozi ambaye ni mmoja. Even where you are employed, Hata mahali ambapo umepata ajira, you respect your boss. basi unamheshimu mkubwa wako. Your boss has privileges, Mkubwa wako na majukumu fulani, and those privileges you don't have. na hayo wewe hauna. But you don't start and say, hata mimi lazima nipewe house allowance ya 100,000 kama mkubwa. Kama wewe unafagia yako ni 10,000. Ungoje siku utakuwa boss. Unanielewa? And there is no single day you compete with the boss of the company. Na hakuna siku ambayo mtashindana na mkubwa wa kampuni. Kama anapewa gari hata sisi tupewe gari. You can't. I You are was- not on the same level. You are not on an equal footing. Nyinyi hamko katika kiwango sawa. The same applies to the family. Basi hivyo ndivyo ilivyo katika familia. That position is raised above the woman. Kile cheo ni zaidi ya mwanamke. And so just be comfortable and satisfied with your position.
Ebu ridhika na hali yako. And respect the leadership that is there. Na upate kuheshimu kiongozi aliye If pale. the leadership is not at par, Basi kama kiongozi hayuko sawa na wewe, it is your submission that will bring it to be at par. ni unyenyekevu wako utakaomuinua juu. Praise the Lord, church. Bwana asifiwe kanisa. Praise the Lord, church. Bwana asifiwe kanisa. I pray to the few men that are around. Mimi naombea wanaume wachache walioko. You will do better than you're doing. Mutafanya zaidi, bora zaidi. Do not allow women to take your space. Musiruhusu wanawake wachukue nafasi zenu. Don't. Musiruhusu. I see the competition even in church. Mimi ninaona hata mashindano kanisani. A child is crying. Mtoto yualia. The mother is seated watching. Mama ameketi tu anatazama. Anasema siku za peke yangu. Ndio. Baba yake amchukue, ampeleke huko nje. Alafu kajamaa kanaangalia 10 minutes, anaenda anachukua, anabeba, anapeleka nje. Anaenda kutangatanga nayo huko nje. Sababu mama amesema siku za peke yangu. Nimekaa nayo wiki mzima na yeye pia ajaribu. We are competing. Basi tunalumbana. It's my prayer. Ni ombi langu. This will run deep in your heart. Ya kwamba hii itaingia ndani ya moyo wako. And understand as a man. Na upate kuelewa kama mwanamume. The buck stops with you. Na moyo yote ni kwako wewe. So you have to up your game. Lazima uweze kujikakamua zaidi. If you do not walk with God, basi kama hautatembea naye Mungu, she will always be ahead of you. basi mara kwa mara atakutangulia. But if you walk with God, Lakini ukitembea na Mungu, you'll be able to command your household after the Lord. utaweza kutamalaki nyumba baada yake Mungu. The woman will respect you. Na mwanamke atakuheshimu. Because she's submitting to a power after Christ. Maana ananyenyekea na nguvu baada ya Kristo. So I pray that you fit into your position properly. Kwa hivyo ninaomba uingie katika nafasi yako vilivyo. And let your children and wife understand that you are a leader. Na watoto pamoja na mke waelewe ya kwamba wewe ni kiongozi. You don't dictate leadership. Wewe haulazimishi uongozi. You simply walk with Christ. Wewe unatembea na Kristo. And the fear of the Lord will rest upon you. Na kumcha Mungu kutatulia And kwako your wewe. family will recognize that fear. Na familia itatambua uko kumcha Mungu. And submit to that Na leadership. wapate kuitikia uongozi wako. Ninarejelea. The buck stops with the Mambo man. yote yakamilika kwa mwanaume. For shaky foundations, Kwa misingi isiyo na udhibiti, we will stand in the gap as women. tutasimama katika mapengo kama wanawake. Hello women, hello? Akina mama Hello? Akina mama. Hello? Ndio. We seek, we resolve to strengthen the foundation. Tunatafuta. Is that okay with us? Na tunaamua kuimarisha misingi. Is that okay with us? Naongea na nyinyi. Is that okay with us? Yes. Yes. And we will do it on our knees. Na tutafanya kwa magoti. And the Lord must write marvelously on our behalf. Na ni lazima Bwana atende kwa ukubwa kwa ajili yetu. May the Lord bless us. Na Mungu apate kutubariki sisi. May the Lord keep us. Na Mungu atuhifadhi sisi. May the Lord give us discernment. Na Mungu atupate tufanye kubainisha. To understand deeply. Tuweze kuelewa kwa kini these things. Haya mambo. Because he has no other plan. Maana hana mpango mwingine. For repopulating heaven. Ili aweze kujaza mbingu. He depends on families. Anategemea familia. And the heads of those families. Na vichwa vya familia will lead that way. Wataongoza hiyo njia. May the Lord bless all of you. Na Mungu awabariki ninyi nyote. In Jesus name. Ni ombi langu katika jina la Yesu. I will ask the choir to sing us that song. Ninaomba kwaya imbe ule wimbo. It says we have a better home in heaven. Maana tuko na makao bora zaidi pale mbinguni. That home the Lord has made mansions for all of us. Pale mbinguni ambapo Mungu ametuandalia makao kwetu sisi sote. A godly people. Ambayo inahitaji watu ambao wanamtambua Mungu. And a godly people only produced by godly parents. Na wale ambao wanamcha Mungu ni wale tu ambao wazazi wao pia wako katika hiyo njia. The Lord depends on you. Mungu anakutegemea wewe. For occupancy in heaven. Ili uweze kujaza pale mbingu. Once we finish, tutakapomaliza, my sister will pray for us. Amen. And then we will finish. Karibu kwaya. Sasa imba kama mtu anaelewa mahali tunaenda. Unasikia? Usiimbe kama mtu anaenda Suneka. Tunaenda mbinguni kupitia Suneka. Sawa sawa?